katika ile kutafuta tukakuwa na number 4. In the event that the 3 of us tumeenda number 4 tumeenda sifa rally tumeenda rally ya wasikilizaji tumeenda sifa night. Yes. Nani atasimamia kituo? Tukaanza pia yeye kumfunza. So at any given time ndio I had like 4 people ambao wanaweza viongozi wangeweza kusimamia kituo at any given time. I taught them everything. So by the time now inafika 2015 my heart felt like nimefika mwisho. I've done everything. Nimefanya kila kitu. Nimelea. Hakuna nimelea. Wanajua everything that I know. Sasa nikaanza kufikiria God, what do you have for me? Na Mungu alikuwa na kitu. Nikapata simu kutoka kwa mkurugenzi mkuu wa Transworld Radio, Dr. Banis Gatere. Siku moja tu akanipigia simu akaniambia, Pamela, there's something I want us to talk about. So akanieleza, akaniambia kuna yule the general manager wa Sifa FM stations anataka kuondoka. Na tunaonelea ya kwamba tukupatie hii challenge. Sikuamini. Kuvaa viatu vingine vikubwa zaidi. Kumbuka nilikuwa nimevaa viatu vya Sifa FM. Voi. Hasa nikavaa viatu vya Sifa FM vituo 7. 7. Ndio. How possible is it? Kwanza nikamwambia no, you just give me time. Niombe, nitafute uso wa Bwana. Niongee na mzee wangu. That's too much. Watoto kabisa, tukubaliane na tuone Mungu anatuambia namna gani. So tukaomba na nikachukua hiyo changamoto. That challenge I took it up. Mwaka 2015. So officially March 28 nikaondoka hapa Voi. Nikaondoka Voi. Nikarudi Nairobi. Na nikaanza kazi ya kusimamia vituo vyote vya Sifa FM hapa Kenya. How was the challenge? Manake pia hapa ulisema kulikuwa na hii ya Sifa Voi ilikupatia changamoto. Sasa ni vituo 7. Ilikuwaje kwako wewe ambaye umetoka Voi sasa umekwenda kule Nairobi, sasa huangalii tu Voi peke yake? Na pia wakati mwingine lazima uangalie kwamba unajua wanasema kwamba lazima kuna mtoto favorite, lakini mwisho wa siku wote ni wako wanakuhitaji wewe. Ilikuwa namna gani kuchukua kazi hiyo? Fortunately nilikuwa nimefanya kazi nzuri sana hapa Voi. The work I did nilikuwa nimeipatia roho yangu yote. Kila kitu, everything that I was. Nilipeana. So nilikuwa nimefika plateau ya kwamba now I want another challenge. So somehow nikawa psychologically I was ready for another challenge. So ile kazi nilifanya Voi ikawa sasa, how can I replicate to the rest of the other stations? Ambapo vituo tayari vilikuwa vimeanza, vimefika ile level ambavyo vilikuwa vimefika. Nezaje kuviinua nikavileta katika ile level niliacha Sifa FM Voi. So nilianza kwa kutembelea kila kituo. Mkurugenzi mkuu alinipeleka around, kanipeleka Lamu, akaniintroduce kwa wachungaji wa Lamu, akaniintroduce kwa the pastors fellowship kule. Everywhere we were working with the pastors fellowships. Na pia akaniintroduce kwa the key people wa zile sehemu. So nikaenda Lodwar, the same thing. Nikaenda Marsabit, the same thing. So pale sasa nikaanza kutafuta backing of the church. Makanisa kule. Nakumbuka kipindi cha neno. Sasa Mungu tayari alikuwa amenitayarisha. Alikuwa amenipatia kibali with the church. So wherever I went, ilikuwa ni rahisi sana kwangu kuongelesha wachungaji, kuongea kanisani na kutafuta backing of the church because ya ile kipindi cha neno. So nikapata hiyo favor. Na staff wale ambao walinenda kule pia, wale ambao walikuwa kwa Sifa FM stations zile zingine, wengine ilikuwa nimewajua tayari.
kumbuka tulikuwa station managers kadhaa. Kweli. Mimi nikimanage Voi, mwingine ana manage Lodwar, mwingine ana manage Marsabit, mwingine ana manage Lamu. So sasa ninawaongoza but tayari ni watu ambao ninawajua. Ndio. So ile favor tu ya Mungu ikakuwa juu yangu na nikamanage zile changamoto zao zikawa ni tofauti. Ndio. At one point nikafikiria, nikajiona ni like an example ile naweza kupeana mfano. Ndio. Ni kama ulikuwa umeshika machungwa mawili tu. Then suddenly uko na machungwa 7 yako katika mkononi. Ndio. Na uko supposed ushike yote. Ndio. Hasa hiyo inamaanisha lazima uilete karibu na mwili wako ili inaitwa kupakata. Ndio sasa uweze kuzibeba zote. Kweli. So ilibidi niweke the station managers very close. Ndio. To me. Because otherwise then nilifeel ni kama wataanguka like they are running out of my hands because it was too much. Yes. The only other time nilisikia hivyo ni wakati nilipata watoto wangu, mtoto wangu wa 3. Ndio. Niliona ni kama huyu wa 3 ni kama sasa naweza kubeba huyu nimepakata na huyu mwingine nimeshika mkono na huyu wa 3 sasa. So that's the time nilifeel the same feeling nilipata nilipopata mtoto wangu wa 3. But zile changamoto nikaziweza. Ndio. Tukapambana nazo pamoja na the station managers. Nikawa mtu ambaye anaelewa. Ndio. I have been there, done it and went back. So being their leader, nilikuwa mimi naweza kuwaelewa more than kila mtu ambaye alikuwa pale kwa ofisi. Because nimeshawahi kuwa mashinani, nikaongoza kituo. Shida za kituo ninazijua zote. Zile changamoto ninazijua. Zile where nikipata pengine kuna pahali maybe kuna uongo pahali mtu ananiambia ninajua hii ama ninajua hii ufanye hivi ndio umanage kufanya hivi. Kwa sababu nilikuwa tayari nimepata ile experience. Kwa hivyo hapo ninamshukuru Mungu sana, alinitayarisha na mapema. Labda ni kazi ulifanya kwa muda gani hiyo ya kuongoza sasa hivi vituo vya Sifa FM stations? Niliongoza vituo kutoka 2015 mpaka 2022. Miaka 7. Ndio. Very complete figure. Godly figure. Ndio. Na nikapata kustaafu. So nikastaafu pale Transworld Radio na ile kazi. Ndio. Nika hand over kwa mwingine na nikaambia Mungu well sasa ni uniambie what next. Kwa sababu nimekuserve na roho yangu yote kwa hii ministry ya radio. Ndio. Nikatoka. So looking back katika hiyo miaka ambayo umeanzisha kituo cha Sifa FM, ukaenda ukasimamia vituo, umefanya vituo katika Transworld Radio Kenya, nini ambacho unajivunia sana ambapo unapoangalia huo muda wako ambao umekaa katika Sifa FM Stations Limited? Kitu ambacho ninaweza kusema najivunia ndio ni msingi ambao nilipeana hapa Sifa FM Voi. Ndio. Nafikiria nguvu zangu zote ziliishia hapa Voi. All my creativity, ndio, all my skills, yani nilipeana kila kitu. Ndio. Na the way nilikuwa nazipeana hivyo, kumbe nilikuwa napeana msingi. Msingi ambao ukakuwa sasa ndio flagship ndio station. Sisemi ndio station bora zaidi kuliko vituo vingine. Ndio. But ile msingi ambayo nilipeana ikawa sasa ikaanza kuzaa matunda. Ndio. Matunda yapi? Kukawa kunatakikana station manager Lamu. Ndio. Ilikuwa ni rahisi sana kutafuta station manager kutoka hapa Voi. Ndio. Kwa wale, kumbuka nilikuwa na wafundisha kweli how to manage a station. Kweli. So
ilikuwa tu tunachukua tukachukua Edgar alichukua nafasi mimi nilipoondoka. And sasa hata hakuwa na kazi ati ni kazi iliendelea kazi aliendesha tu kazi kama kawaida kwa sababu alikuwa ashajifunza na amejua. Haya kukatokea na nafasi Lamu. Tukamchukua Osborne. Ndio. Osborne akaenda pale akaendesha kazi kama kawaida. Ndio. Na kukatokea tena nafasi nyingine station manager alikuwa anatakikana. Lina akapatikana. Lina akaendesha kazi kama kawaida. Ndio. Linda pia akapatikana. Akaendesha kazi kama kawaida. Ndio. Sasa hata wakati mwingine the director. Ndio. The mkurugenzi mkuu. Ndio. Wakati mwingine mkurugenzi mkuu akaniuliza, sasa ni kama tumechukua kila mtu staff wote wa Voi. Nikasema ni msingi. Ndio. Kwa hivyo wao sasa wakawa wananisaidia kutekeleza jinsi the success stories zile tulikuwa nazo hapa Voi tukazipeleka kule. Unaona? Ndio. So ikawa ni rahisi sana. Hata Sami Njenga akawa siku moja tena kukatakikana na station manager wapi? Marsabit. Akaenda akawa station manager Marsabit. Wote wanatoka hapa Voi. Wote wakitoka hapa Voi. Haya. Vijana ambao nimekuza wale wamekuja attachment hapa wamevolunteer hapa, wengine walivolunteer for 1 year. Wengine wamevolunteer even for 2 years. Kweli. Vijana walipata kazi BBC. Kuna wa kutoka Sifa. Kuna Citizen. Kuna wa kutoka Sifa. KCB kuna wale misingi yao ilikuwa ni Sifa. Kuna vituo mbalimbali ndio ambavyo ni vya juu sana. Kuna wale ambao misingi yao inatokana na Sifa FM Voi. Na kwa nini ninasema ni msingi wao ni hapa? Ndio walienda sehemu nyingine, walienda vituo vingine, but ile level ambayo niliwapokea very green, very naive, kuwakuza vijana wakiwa vijana mpaka wakafika ile level ya kutamanika na kukua poached. Wengine walikuwa poached wakifikiria ya kwamba wamepoach nani? Staff wangu. Kumbe ni volunteer. Unaona? Ndio. So mimi nilikuwa nawawekelea mikono, ninawabariki, ninawaombea, ninawa send off. Nawaambia go and shine and take the name of Sifa FM Voi wherever you go. Unaona? Ndio. Go and shine for Jesus. Show them where you came from. Ndio. Na ikawa ni hivyo. So hiyo ninajivunia sana. Ndio. Ya kwamba ile misingi ambayo niliweka hapa Voi bado mpaka sasa hivi the current station manager bado ni wale ambao walikuwa wamejifunza chini ya uongozi wangu. Labda kingine utasemaje, manake ni chini ya uongozi wako ambapo vituo vya Sifa FM vimepata kutambulika na baadhi ya waandishi wa habari ambao wewe umefunza wameweza kupata matuzo na wanaendelea kupata tuzo. Labda utazungumziaje, manake achievement ambayo imetokea ukiwa how can I forget your achievement? Ndio. Nikiwa hapa unajua my strength iko kwa production. So katika production of radio programs, especially development programs, that was like my cup of tea. Ndio. But sasa usiku kwa usingizi unafanya hiyo ilikuwa ni nilipata msingi mzuri sana pale Transworld Radio. Nikifanya kipindi cha Neno, nikifanya kipindi cha Tumaini Letu, kipindi cha kina mama hicho, alafu kulikuwa na kipindi cha Africa Challenge. Beautiful people I worked with, waliweka msingi mzuri sana ndani yangu. Kwa hivyo I'm also actually just giving back what I received. So katika kuwa hapa Voi nikikuza vijana. And remember pia I'm a life skills trainer. Nina train life skills kwa vijana out of school so that wakuwe employable. So hiyo ni kazi nilikuwa nafanya kando away from hii kazi ya Sifa ama kazi ya radio. Kuna kazi ya training
life skills in young people. Ndio. So kuwafundisha in such a way that waweze kuwa na self-esteem, high self-esteem, Ndio. waweze self-awareness, wakuwe na decision making skills, Ndio. wakuwe na skills of interpersonal relationships, hizo zote. Ndio. So somehow nilikuwa na ziweka katika hawa staff wangu hapa Voi. Ndio. Pamoja na zile skills za radio production. So nikawa sasa katika zile productions, Ndio. zile chache ambazo tunafanya apart from zile ambazo tunafanya live. Ninawaambia wacha tupeleke let's enter, tupeleke for awards. Ndio. Wacha tutengeneze vipindi ambazo tunaweza kuweka kupeleka for AJEA awards. Tupeleke zishindane huko kwa tuzo. Ndio. At first walikuwa very shy. Kuna ninawaambia tupeleke, tuchukue hii, tutayarishe vizuri, tupeleke. Ninawa himidi tu hivyo, but wako shy, wengine wana feel like no, nini hivyo. So tukaanza polepole, tukapeleka 2-3, moja ikapata, zingine hazikupata, hivyo tukisaidiana tu hivyo. Ilifika wakati sasa nikiwa pale ninasikiza AJEA Awards. Ndio. Sifa FM ni kama iko on the map. Tunapata the best of the awards. Ndio. Tunapata best prime news award in Kakuma. The best producer in Kenya. Kweli. Natoka Sifa FM. And I'm like, God, he ilianza from very humble beginnings. Ndio. And so hii ni kitu ambacho najivunia sana. So wakati ambapo wanapeleka hizi vipindi vyao for awards, wengine wananiletea, ninasikiza, ninapitia, nina edit, ninamwambia okay, peleka hii, wacha hii, peleka hii. Ama peleka zote mbili, wacha ziende zishindane huko. Na zikishinda, of course, sasa mimi ninafurahi pamoja na wao, na celebrate pamoja na wao. Hata nilikuwa nawaambia, mimi ukishinda, mimi pia nimeshinda. I'm celebrating together with you. Wherever you go, hata wale ambao walienda kwa vituo vingine vya radio, nakumbuka Hamisi Kombe, wherever yuko sahi, bado wanapata tuzo. Na tuzo zile za kuheshimika. Kweli. Na hapo ninamshukuru Mungu sana. Tuangazie sasa 2022 umestaafu, 2023 upo tu, 2024 labda na 2025. Hii miaka mitatu labda nini ambacho umekuwa ukijishughulisha nacho? Maana bado wewe ni mtu ambaye uko na nguvu, kila wakati unapoonekana uko mchangamfu. Asante sana. Ndio. Miaka 3. Kwanza ilikuwa ni kupumzika. I had to get my energy back. Yes. Kwa sababu ile kazi ilikuwa ngumu. Managing more than 7, saini 9 radio stations. Ilikuwa ni not easy. Ilikuwa ni kazi kabisa. Because unasikiza huyu, usikize huyu mwingine. Ukifikiria umesuluhisha ya Voi, Lamu inatokelezea. Ukifikiria hiyo Lamu sasa umeshaituliza, umesuluhisha, sasa Marsabit inakuja. So at any given time you're always having issues in your hands. Ndio. So ikawa ni hivyo. Ndio. And we really had to pray for people to sponsor programs. Watu wanunue airtime hewani. Ambapo bado nahimiza wasikilizaji. Kama kuna yule ambaye anataka kazi yake ifanywe na ifanywe vizuri zaidi, anunue airtime kwa Sifa FM. Ndio. Because ile msingi ambao walipata. Production skills za staff wa Sifa FM. Ni zile za international skills. Kazi ya kimataifa. Yes. So ukileta kazi yako Sifa FM, hakuna kitu umepoteza. If for anything, you stand to gain. More than even what you utakuwa umefikiria. Kweli. Kwa hivyo nunua airtime, lete. Na saa zingine mtu anasema kuna pesa kidogo, kuja uongee. Jiongee, vijana wasema jiongee. Kuja ujitetee, kuja uongee. Tusemezane. Tuone hiyo pesa kidogo ambayo unasema inaweza kufanya nini? Ndio. What can we produce? How best
can we make use of this money ndio so that upate kufanya kitu hewani. Because radio is still powerful even in this era. Ndio. Na what was I talking about? Tulikuwa tuna swali ilikuwa ni kuhusiana na miaka hii 3. Yes. So ndio miaka 3 nikawa nimepumzika, but alongside you kupumzika nikaambia Mungu mtu hawezi kupumzika tu pasipo kufanya kazi ya Bwana. Kweli. Nikaambia Mungu nipatie wanawake. Ndio. Allow me niongee na wanawake. Nifanye ministry ya kina mama. Ndio. Ili niwahimize katika zile kazi zao. Especially wale wanawake ambao wako na talanta ya kutengeneza kitu na mikono yao. Handcraft. Ndio. Na ako mashinani, hajui namna gani anaweza market hizi bidhaa zake. Anapitia changamoto fulani ambazo hajui ni nani atamuelewa. Ndio. Niongoze kwa kina mama kama hawa. Ili niwe nikienda nikiomba na wao, nikisoma Biblia na wao, na nikiwasaidia kumarket zile bidhaa zao. Ndio. Hapo sasa ndiposa nikaanza company ambaye ina deal na vitu ambavyo vimetengenezwa na mikono. Handcrafted items from Africa. Kwa sababu nilikuwa nimefanya kazi, nimeona talanta ya kina mama pale Lodwa. Wanatengeneza vikapu vizuri sana. Hakina mama huku Voi wanatengeneza vidasi. Kiondoo, beautiful kiondoos, wonderful work they do. Akina mama pale Kitui wanatengeneza good baskets. Pale Mombasa akina mama wanatengeneza vikapu vya rafia. Ndio. Very nice baskets. So nikawa mimi ni mtu ninapenda African stuff. So vile ndiomba Mungu aniongoze anipeleke kwa kina mama ambao wako talanta, wako na hii talanta. Na akaniongoza. Nikaanza kuomba nao. Nikanunua, na wengine pia walini trust na zile vidasi vyao. Nikafungua store, a small store hapa Voi. Nikaweka pale hiyo store inaitwa Dajen African Collection. So mtu ambaye anataka ku empower akina mama ama ambaye anataka kusupport kazi ya akina mama anaweza kuvipata pale. Dajen African Collection iko pale opposite AIC Church. AIC hii ya Voi. Ndio. Pale ukitoka police station then AIC Church. Ndio. Hapo opposite AIC Church ukiangalia tu barabara pande ile ingine utaona kibao kimeandikwa Dajen African Collection. Hapo ndio hivyo vitu vimetengenezwa na kina mama. Vidasi, vitenge, vikapu kutoka Lodwa, vikapu vingine hata vinatoka Tanzania, vingine kutoka Nigeria. Tunapenda tu vitu vimetengenezwa na kina mama kutoka Afrika nzima. Sana wale akina mama ambao ninaweza kuwafikia. Na nikaomba na wao. Nikasikia changamoto zao. Unfortunately hawa akina mama wako na ile talanta. Wengi wanashona vidasi but wanaweka kwa manyumbani kwao. So vile vidasi na vikapu and all those beautiful handcrafted items zina gather dust. Yani vinapata tu vumbi tu viko hapo kwa nyumba. Ndio. Sasa mimi nawaambia kwa nini vipate tu vumbi kwa nyumba? Ukitengeneza, nia yako ni ya kwamba vionekane kwa macho. Kweli. So nikiweka pale kwa ile duka na vionekane, na niweke pia kwa social media handles Dajen African Collection. Tuko pale TikTok, tuko Facebook, tuko Instagram, Dajen African Collection. Ukiangalia vizuri utapata. Tunaangazia hizo vitu, tunazimarket pale. So ukitaka kusupport akina mama wasupport pale. So wakani trust na hivi vitu vyao. Nikaweka pale kwa duka. Wengine wananiuzia, wengine wananiambia we chukua tu badala ya kikae hapa kipate tu uchafu bure. Weka pale kwa duka lako.
na nimeweka na pole kidogo. Tunauza. Ndio. Though not very much. Tunajaribu sana watalii. Kwa sababu wao ndio unapata wanapenda sana vitu kama hivyo. But even the locals also wakuwe encouraged, wakuja wanunue. Ndio. Kwa nini ukue wewe mama mtaita na hauna kiondo, hauna kidasi kwako? Kisemekana okay, kila mtu abebe kidasi chake. Kila mtu abebe kitu kia Afrika. Ndio. Wewe una ile kikapu, unaweza kuja pale Dajen African Collection, nunua kimoja. Ili pia utakuwa na support wale akina mama. Kama uko na tourists, uko na wageni, uko na sherehe fulani unataka kupatiana gift, zawadi ambayo ni ya Kiafrika. Kuja pale Dajen African Collection. Nunua vitu. Na pia kuna mashule hizi siku cultural days, makanisa mengine pia kuna cultural days. Kuja nunua bidhaa. Hizi miaka 3 ukuje uone ni nini nimekuwa nafanya. Na akina mama. Vitu viko pale. Kiondo, baskets, kalamu, vitabu vya kitenge. Vitenge vya kina baba, vitenge vya kina mama, vipochi vya kitenge, vitu vizuri, earrings zimetengenezwa na akina mama, hizi Masai jewelry, akina mama kutoka pale Samburu. Kuja, come and see what I've been doing for 3 years. Hiyo ndio kazi nimefanya. Ukifanya pale wakati ambapo umekuwa ukipumzika. Labda tukiendelea kumalizia tuko mwaka 2026 sasa. Mwaka 2026 umekuwa vipi kwako? Na maanake umetuambia miaka 3 Dajen inaendelea. Hiyo iko sawa, umeweka msingi, inaendelea. Mwaka 2026 what is popping? Anasema vijana. What is popping? My pee is popping. Ndio. Kupata. Okay, so now nikapata mwaliko kutoka Transworld Radio, the board wa Transworld Radio. Ndio. Wakanialika, wakaniambia, Pamela, kuna kitu tunataka utusaidie nacho. Unakumbuka kile kipindi cha Africa Challenge? Hicho ambacho tumeanza nacho story. Nikamwambia, that was my cup of tea. Mtoto wangu huyo. Wewe ni mtoto wangu mwingine. Ndio. Huyo ndiye alifanya hata nikaajiriwa na Transworld Radio. Huyo ndiye alifanya mpaka Kenya nzima akakujua, manake ulianzia hapo ndio ukafika neno. Ndio. Mnatakaje na hichi kipindi? Wakasema basi hicho kipindi tunataka kukiregesha hewani. Kwa hivyo njoo utusaidie kukiproduce. Ndio. Pamoja na team, tutakupatia a team that will work with you. Ndio. Ufanye production ya kile kipindi kirudi hewani. Ndio. Sasa nikajipata back to the studio. Hapa Sifa FM. Nikajipata hapa Sifa FM. Ndio. Sasa kipindi kiko jikoni. Hakijaanza kupeperushwa. Ndio. Hapa karibuni utaanza kusikia promotion. Promos zikienda hewani ya kipindi cha Africa Challenge. Ukisikia Africa Challenge, ujue basi. Ndio. Hicho ni kipindi kingine kama vile tu cha kitambo na kile ambacho kimekuwa produced na Pamela Omodo. Kipindi na timu yake. Ndio. So Pamela Omodo anajulikana sana hapa Kenya kwa kipindi cha Neno. Ndio. But hapa sasa kuna kuja kipindi kingine ambacho kinaitwa Africa Challenge. Na kitakuwa kinaangazia nini? Ukituonyesha tu. Kipindi kinaangazia mambo ya afya, kinaangazia mambo ya development issues, kinaangazia mambo na agriculture, environment, the health, maternal and child care, na kinaangazia issues za climate change, issues tutakuwa tunaangazia kama hizi za animal human conflict, kama hizi ambazo zinapatikana hapa Voi. Lakini tutaangazia kwa hali ya Afrika nzima. Ile level ya Afrika nzima. Tutakuwa tunaangalia hapa Kenya. Issues ambazo zinatukanganya ni zipi. Na pia tunaangalia Afrika nzima. Alafu tunaleta experts wanazungumzia hapa Voi. Kitakuwa live na pia kitakuwa hewani kwa
YouTube. Ndio. Ambapo utaweza kuona kabisa kama TV. Unaona? So hapo Sifa FM tunapiga hatua nyingine. Ndio. Ya kwamba vipindi vyetu havitakuwa tu vipindi vya redio. Ndio. Pia tutakuwa na vipindi vya TV. Ambapo TV yetu itakuwa pale YouTube. Kwenye YouTube pale. Yes. Watakwenda kuangalia pale. Hichi kipindi cha Africa Challenge kilianzishwa in the 80s. Wakati ambapo the late Reverend Stephen Bwachadom ambaye alikuwa ni mkurugenzi mwanzilishi wa Transworld Radio hapa Kenya. Ndio. Na mkurugenzi mkuu wa Transworld Radio ulimwenguni kote. Ndio. Walipiga hatua wakaenda kule Ethiopia wakati kulikuwa na njaa. Ndio. Ilikuwa ni njaa ambayo iliangaziwa ulimwenguni kote. So kama Transworld Radio wakati huo in the 80s. Ndio. Wakajiuliza kama Transworld Radio tunaweza kufanya nini? Wakaenda pale wakapata watu wanakufa kwa sababu ya njaa. Ndio. Pale Ethiopia. Wakasema hii haitoshi tu tuweke vipindi vya kuhubiri. Ndio. Huyu mtu ambaye tunahubiria lazima tumuokoe kwanza. Apate aokoke asikufe. Ndio. Tumuokoe katika kile kifo ambacho kinamwangalia. Kifo cha njaa. Ndio. Tumuokoe. Tumfundishe jinsi ya kuimarisha afya yake. Ndio. Akiwa na maji kidogo, hiyo maji kidogo anaweza kuitumia namna gani? Maji ile ya jikoni anaweza kupanda mboga pale kitchen garden. Ndio. Apande mboga zile zinaweza kumsaidia. Anaweza kujikinga namna gani na malaria. Anaweza to take care of the environment. Anaweza kutunza. Anaweza kutunza namna gani hali ya mazingira ambayo yanamzingira yeye. Ndio. Ili asipatikane na zile shida, zile changamoto ambazo zinakanganya watu katika bara lote hapa Afrika. Na tukisha muokoa ndiposa sasa tumhubirie. That's why kipindi ambacho kinaitwa Africa Challenge ni kipindi ambacho kinarudi saa hii. Ndio. Kwa sababu kama si wakati mwingine ni saa hii. Ndio. Kilikuwa kimewekwa kando kidogo kwa sababu ya finances. Ndio. But imechunguzwa na ikaonekana ya kwamba kama kuna wakati kipindi cha Africa Challenge kinatakikana ni wakati kama huu. Kiko timely kwa sababu ya the complications ambazo zinaletwa na the digital time. Unaona? Ndio. Na complications za climate change. Imecomplicate mambo. Ile ilikuwa rahisi that time, sasa imekuwa complicated. Si njaa peke yake. Ndio. Sasa kumekuwa na diseases, magonjwa ambayo tofauti kama hii corona ambayo imekuwa the other day. Very unique, very unique things that are coming up. So kama si wakati huu ni wakati gani? Ndio. Na kipindi hicho kitakuwa kinaangazia issues jinsi vijana wanaweza kujisaidia. Ndio. Kwa sababu kita target vijana kutoka kama miaka 18 hivi mpaka 35. Ndio. So wale vijana tutaongelea kila kitu ambacho kinahusu mtu kama binadamu. Na pia pamoja na hali yake ya kiroho. Ndio. Yes, because at the end of the day we have a maker. Ndio. Kunaye Mungu ambaye alituumba. Mungu ambaye anapatikana kwa mazingira yetu. Mungu ambaye anapatikana hata katika ukulima wetu. Mungu ambaye anapatikana katika afya zetu. Ndio. Mungu ambaye anapatikana katika hali zote ambazo zinamzingira binadamu. Ndio. So hapo Africa Challenge itaweza kuangazia hali kama hizo. Hivi karibuni umesema kwamba kitakuwa kinakuja. Yes. Tataka tumalizie Pamela Omodo kuhusiana na manake leo hii ni siku ya
redio ulimwenguni, na ndio maana ulikuwa hapa tukizungumza kuhusiana na masuala ya redio, msikilizaji wetu apate kujua masuala ya kutayarisha vipindi vinatayarishwa namna gani, vile vile apate kukufahamu zaidi. Lakini kauli mbiu ama ile theme ya mwaka huu ni kuhusiana na maana wake umeanza kulitaja hapo kuhusiana na mambo ya dijitali ambao wanaita AI. Siku hizi kuna mnyama anaitwa AI, na kauli mbiu ya mwaka huu ni radio and AI. Labda kwa msikilizaji wetu, kwa maneno tu ambayo si ya kumkanganya sana, redio na AI hii inamaanisha nini na inaweza kutusaidia vipi kuendelea? Maana tushafika katika ulimwengu wa kidigital tayari. Asante. Radio na AI. Kwanza kabisa AI, vile tu internet ilipokuja, ndio ikawa watu wengi wameanza kuogopa ya kwamba itakuwaje, kazi nyingi zitakuwa namna gani. Ndio. Kwa sababu kuna internet, unaweza kufanya hivi, kupata information, hakuna hata kuongea, unaweza kuongea na mtu kwa haraka, ukatuma na documents kwa haraka. Internet ilipokuja ikafanya dunia yote ikawa like a small village. Ndio. Unakimbia hapa, unaenda kwa nyumba ya kina nani, haraka tu upesi, akiwa sijui wapi, unaenda hata Marekani, unaenda kwa nyumba yake, Marekani, unabisha hata mlango wa the former president of America, ndio Barack Obama. Unaenda kabisa kwa internet, unamwandikia, unamuaddress. Kweli, ndio. Who thought that could be possible? Ya kwamba wewe kama wewe ambao umekaa hapo unanisikiza, unaweza ukaongea na rais wetu Dr. William Ruto kujibu hata kabisa. Unaweza ukaongea naye ukamwambia maoni yako na akakujibu. Ndio. Kama ataona ni kitu ambacho anaweza kujibu. Ndio. Nani alijua? So AI in the same manner imefanya kazi ya media to be very interesting. Ndio. Haijaleta competition. Because AI lazima uifeed. Lazima kile ambacho tunapata kwa AI ni kile ambacho imewekwa huko ndani. So nani ameweka hicho ambacho AI inatupatia kama si media, wana habari, be it influencers, be it all the people ambao wana produce some information of sorts. Ndio. Wameweka hiyo information imewekwa ndani ya AI. Ndio. Ndiposa nikienda kwa AI sahi nimuulize nipatie mambo yote kuhusiana na Albert. Ndio. Within 1 minute itakuwa imenipatia mambo yote kuhusiana na Albert. Kweli. But itanipatia mambo yote kuhusiana na Albert yale tu ambayo imewekwa kule ndani. Kweli. So kama hakuna mtu ataweka mambo ya Albert kule ndani, ama yeye mwenyewe aweke kule ndani, AI itashindwa na kunipatia information. Ndio. So AI and radio or media, we will work hand in hand. We need each other. Ndio. It has come to make our life more interesting, very interesting, beautiful. But it also needs us. And the way it needs us, for radio, we work with sound. Radio tunafanya ni sauti. Ndio. So sauti yangu ikisikika pale AI na isikike ikisema kitu fulani. Ndio. Hiyo sasa inamaanisha AI inanihitaji. Kweli. Utoe sauti ndio at least ikuwe na ndio sasa iweze kukua na sauti ya Pamela. Kweli. Unaona? Yes. Na hisi kwamba hii kauli mbiu inakufaa sana. Manake tunaweza kuita hybrid, baraka umechanganya. Ulikuwepo kitambo jinsi redio ilikuwa inafanya kazi, sasa jinsi redio inavyofanya kazi. Labda unaweza zungumzia utofauti umekuwa vipi, hususan redio imeendelea kiasi gani kufikia sasa ukilinganisha na jinsi ambavyo ulivyoipata, maana uliipata vile vile. Okay. Ukikumbuka vile nilivyosema, ndio nilianza na kuandika scripting. Kazi yangu ya radio ilianza na scripting for radio. Ndio. Na scripting for radio ikawa ni utafute hiyo information. Ndio. Na uiandike na mkono wako, kalamu na karatasi. Kweli.
na utafute hiyo information. Si kichwa chako. Uitafute, because wewe you're not an expert. Kweli. Wewe si an authority in a certain subject. No. Tafuta hiyo information. Soma kitabu, tafuta kwa Bible, kwa Bible, tafuta kwa wataalam, kwa wachungaji, tafuta. Lazima utafute wataalam wako wapi. Ndio upate kitu ya kuambia watu. Upate hiyo information. Usome, enda library, fanya nini, pata hiyo information, then uanze kuichambua pole pole. Uidondoe pole pole, break down into conversational kind of script. Ndio mwenye kuisoma hiyo information apate kuielewa. Kwa sababu wale experts wako na terminologies zao tena zingine ni ngumu. Hasa mimi kama mwanahabari ile ambayo nimefunzwa ni how to break down hizo terminologies. Kweli. Because mimi ndio niko on the forefront. Ninaongea na huyo expert. Nitamsumbua mpaka aniambie alternative words. I explain mpaka iweze kueleweka kwa mchungaji, kwa mtu wa kawaida. Iweze kueleweka kwa mtu wa kawaida ambaye yeye si daktari, yeye si expert wa environment, yeye si expert wa whichever expert it is. Unaona? So ilikuwa ni hivi. So information was sought for. And that's why that time ilikuwa ni libraries were very important. Extremely important. Because hapo ndio utapata vitabu vya different subjects. Haya. Ukitaka kutafuta statistics, ilibidi uende Kenya Bureau of Statistics. Nairobi. Physically. Ingia pale. Ingia kwa their library. Upate the various documentations zile ziko pale. Chukua statistics. Ndiposa uweze kuquote na ikue authentic. Ya kwamba umequote. UNEP umequote, UN umequote, the government umequote, whatever it is unaquote statistics. Kwa kazi nyingi lazima ilibidi uende pale. Tumie utafute wakati na pesa. Inaitwa Herufi House. Uende ufike huko. Lakini siku hizi ndio AI inakuja. Sasa siku hizi ndio. Unaketi tu pale huko, simu yako inatosha. Wewe bora uko na bundles. Na bundles tena si za pesa nyingi. Kweli, kidogo. Shilingi 20 itakupatia masaa 3 kwenye mtandao pale. Kwenye mtandao. Ndio. Masaa 3 ambayo unaweza kufanya utafute kila kitu ambayo unataka na upate na utumie, uandike kwa script yako. Unaona? Alafu tena kitu kingine wakati huo information haikuwa rahisi kupata. Ukiona mtu ameangazia kitu kwa redio, alikuwa amefanya kazi. It was not easy to get. Ilikuwa ni utafute, piga simu, fanya nini, tafuta. Ndio upate hiyo information. And kuna wakati unaweza kutafuta information na ukose kupata. Kwa hivyo hiyo story ilibidi ikae tu, unangojea mpaka upate the right information. Because that is something about the media. The information must be correct and accurate. Otherwise then ni uvumi tu unaeneza kule. Kweli. Asante sana, nataka tumalizie, lakini swali langu la mwisho, kama si la mwisho maana nimesema maswali ya mwisho mengi tu. Nataka uzungumze na wale wasikilizaji wako, ama msikilizaji wako ambao umekuwa ukizungumza naye kwa muda mrefu, kwa miaka nyingi, na kuna huyu ambaye anakutarajia vile vile uje na kipindi cha Africa Challenge. Na zaidi ya yote, kabla in fact ufike hapo, uzungumze na waandishi wa habari ambao ni wachanga wako katika redio, labda uko na ushauri kwao kuhusiana na masuala ya redio inavyoendelea kwa sasa. Asante. Radio, msikilizaji wangu, radio bado ni radio kipenzi. Mimi ninasemanga my radio, my life. My radio has been my life. Ndio, pattern parcel. Mpaka saa hii. Hakuna pahali naenda pahali hakuna radio. Ndio. So ninaamini kwa sababu wewe na mimi, wewe ni msikilizaji na mimi ni mtangazaji. Lazima tuambatane sako kwa bako. Kweli. Na kuhitaji unanihitaji. La sivyo hakungekuwa na redio zinauzwa pale kwa maduka ya redio. Kweli. So radio is still powerful.
Kuna sehemu nyingi mpaka saa hii Ndio. radio ni moja in the whole village. Kweli. Wakitaka kusikiza radio wote wakusanyike Mahali around fulani. one radio. Wasikize radio. Kweli. In this era we are living in. Kwa hivyo radio bado iko na umuhimu wake. Radio bado iko na radio bado iko na umuhimu wake. Ndio. Yeah. Na hakuna vile tunaweza kutakuwa na teknoloji ambayo itakuja Ndio. na iachane na radio. Ndio. Teknoloji inakuja na inafanya kazi pamoja na radio. Ndio. Because ukienda internet utapata radio iko huko ndani. Utasikiza radio iko huko ndani ya internet. Ndio. Ukienda wapi utapata radio iko kila mahali. Kweli. Simu, yani ikabidi mwenye kutengeneza simu ya mkono ndio kwanza alianza na the first things zile zilianza ndani ya radio, ndani ya simu. Ndio. Ilikuwa ni radio. Ndio kweli, ile katululu kwenye simu pale. Ndio. Katululu iko na radio. Ndio. Why? Umuhimu wa radio. That's how important radio is. Na radio za siku hizi hata kwa hizi smartphones. Sasa unaenda unaingia kabisa kule kwingine utapata radio ni kadhaa, unachagua ni radio gani unataka kusikiza. Ndio. Kwa hivyo radio is part and parcel of our life. Kuna wakati mwingine tukawa tunaangazia kitu fulani hapa Voi. Na tukaambia tukawa tunahoji watu fulani. Tunawaambia kuna kitu kitaendelea. Ndio. Wakati wa voter education. So tunaangazia na wakatuambia lakini radio yetu haijatuambia. Our radio has not said. Hiyo haijasema. So tutaamini tukisikia kwa radio. Ndio. Sasa wewe niambie kama mtaamini, msikilizaji ataamini akisikia kwa radio. Ndio. Si bado kazi ya radio iko muhimu sana. Na radio is believable. Kweli. Na ndio kwa sababu ni very important ni radio gani unasikiliza. Ndio. Kwa sababu kuna radio aina nyingi. Ndio. Zinaleta matangazo aina nyingi. Kweli. Wengine wanaleta entertainment. A lot of entertainment. Ndio. Wengine wanaleta vipindi vya kiinjili. Wengine wanaleta vipindi wanachanganya hapa na pale. Kwa hivyo it is so important. What do you want to saturate yourself with? Biblia inasema faith comes by hearing. Ndio. And hearing by the word of God. Ndio. So ni nini unasikiliza? Ndio. Ni nini unasikiliza? Ukisikiza radio kama Sifa FM ambayo tunatangaza injili. Ndio. Inamaanisha you're listening to faith. Issues of faith. Ndio. And faith comes by hearing. And hearing what? The word of God. Ndio. Kwa hivyo inajalisha ni radio gani unasikiza. Radio ni nyingi, chagua moja. Yeah. Tumalizie na kuandishi wa habari ambao wanakuwa, ushauri wako ni upi? Haswa wale ambao wako kwenye redio. Ndio. Uandishi wa habari sana sana wale wa redio. Ndio. Hii kazi ni nzuri sana. Ni kazi ambayo inataka kujituma. Ni kazi ambayo kama hauna huo mwito wa kufanya kazi ya redio, wachana nayo. Kwa sababu ni utaanza kuona ni kama ni ngumu. Kweli. But ni kazi nzuri sana. Iko na utamu wake. Ndio. Utamu wa kuona ya kwamba umetayarisha kipindi, kimeenda hewani, kimemguza msikilizaji, amebadilika, amebadili mienendo yake. Kwa sababu ya ile information ambayo ulipitisha kupitia kwa radio. And radio is urgent. Ndio. Because injili ni urgent. Ndio. The Bible says salvation is now. So the word of God ambayo inaenda through the radio is urgent. Why? Because salvation is today. Kweli. Leo ukisikiza sauti ya Bwana na uitike
utapata kuokoka. Ndio. Saa hii ukisikiza sauti ya Mungu Ndio. kupitia maneno ambayo tunasema, ambayo utakuwa umesikiza Ndio. kupitia kwa redio yako na masikio yako. Ndio. Na ukubali ya kwamba Yesu Kristo ni mwokozi Ndio. wa maisha yako, na ukiri na ulimi wako, Ndio. utaokoka. Alright. Asante sana Bi Pamela Omodo kwa kutenga muda wako na kuzungumza nasi, hususan kutueleza mengi zaidi. Nafikiri msikilizaji wangu leo ameelewa. Unajua watu wengi wanajuanga hawajaielewa. Mimi nikiwa mtoto kitambo nilikuwa nasikiza redio, nauliza mamangu, sasa huyu mtu wako kwa hii redio naweza kumtoa namna gani? Lakini hii leo nina uhakika kwa maelezo ambayo umewapatia, wameweza kumtoa huyu mtu kwenye redio, na sasa wanaanza kumuona pale na kuzungumza naye. Na vile vile tunakutakia kila laheri katika kipindi ambacho umetueleza kwamba kitakuja, na tutaendelea kushirikiana pamoja. Asante. Alright.